10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have... Hii ni stori ya kweli iliyotokea mwaka 1970 baada ya wanaanga wa Marekani kupata ajali kubwa wakiwa angani. And provide regular access to space for paying customers. 5, 3, 2, 1, 0. And liftoff. The Storybook. Mnamo mwaka 1970, dunia nzima ilivutiwa sana na safari za anga za Marekani kupitia shirika lake la NASA. Baada ya binadamu kufanikiwa kutua mwezini miaka michache kabla, watu wengi waliamini safari za anga zilikuwa rahisi na salama. Lakini hakuna aliyejua kwamba ipo siku moja ingetokea safari mbaya sana na ingetisha dunia nzima. Safari hiyo iliitwa Apollo 13. Ndani ya chombo hicho walikuwemo wanaanga watatu: Jimmy Lovell, Fred Haise, Jack Swigert. Inakumbukwa mnamo Aprili 11 mwaka 1970, roketi kubwa ilianza kuruka kutoka Marekani, huku maelfu ya watu wakitazama kwa furaha na kila kitu kilionekana kwenda vizuri sana. Astronauts who went to the moon during the Apollo program traveled on a Saturn V. Huku wanaanga walikuwa wanataniana ndani ya chombo huku wakifanya mawasiliano ya kawaida na kituo cha NASA. Safari ilianza na chombo cha Apollo 13 kikaanza kuondoka. Baada ya roketi ya Apollo 13 kuondoka duniani kwa mafanikio, wanaanga walijawa na furaha kubwa sana, na safari yao kuelekea mwezini ilikuwa ikiendelea vizuri, huku wakifanya mawasiliano ya kawaida na kituo cha NASA duniani. Wakati chombo kikiwa angani, hapo zilikuwa zimeshapita siku 3 tangu kuanza safari na kuiacha dunia yetu. Wanaanga walikuwa tayari wamefika mbali sana kwenye tabaka la juu kabisa. Siku iliyofuata, kituo kikuu cha mawasiliano ya anga kilichopo duniani kinachojulikana kama NASA kiliwaambia kwa oxygen imeisha, hivyo inawakaswa wajaze haraka sana oxygen ndani ya tanki maalum la chombo hicho. Hiyo ilikuwa kazi ya kawaida ambayo walikuwa wameifanya mara nyingi bila matatizo yoyote. Mwanaanga aliyejulikana kama Jack Swigert alianza kuwasha mfumo, lakini sekunde chache baadaye ghafla mlio mkubwa wa kushtua ulisikika nyuma ya chombo chao. Boom, kama mlipuko wa bomu. Na baada ya mlio huo, chombo kizima kilitetemeka kwa nguvu sana na kuashiria kama kimegonga kitu kikubwa angani. Wanaanga waliinuka kwa mshtuko, huku vifaa vikianza kutoa alamu za hatari kila upande. Ndani ya sekunde chache, taa za ndani zilianza kufifia na baadhi ya vifaa vikaanza kuzimika kimoja baada ya kingine, huku kompyuta zikianza kuonyesha hitilafu nyingi kwa wakati mmoja. Baada ya tukio hilo, mwanzoni wanaanga walidhani labda ni tatizo dogo la mfumo wa umeme, lakini walipotazama kwenye screen za mfumo wa engine ya chombo chao, na ndipo wakagundua jambo hatari lililowaogopesha sana. Walikuja kugundua kuwa kiwango cha oxygen kilikuwa kinapungua kwa kasi kubwa sana, na kupitia dirishani waliweza kuona gesi nyeupe ikivuja kutoka upande wa chombo kuelekea angani. Hapo ndipo waligundua kuwa moja ya tanki kubwa la oxygen lilikuwa limelipuka. Na muda mchache baadaye, hali ilianza kuwa mbaya sana, kwa sababu oxygen haikuwa tu na matumizi ya kuleta hewa ya kupumua, bali kuna baadhi ya mfumo ulikuwa unasaidia kuzalisha umeme na kuendesha vifaa muhimu vya chombo. Baada ya muda mchache baadaye, kadri oksijeni ilivyoendelea kuvuja, umeme ulianza kupungua, huku maji yakianza kuisha na baadhi ya vifaa muhimu vikaanza kufa kabisa. Siku iliyofuata, ndani ya chombo hali ilianza kuwa mbaya sana. Alamu zilikuwa zinapiga kila mahali, huku wanaanga wakijaribu kutafuta suluhu nini cha kufanya. Ndipo mwanaanga mmoja aliyejulikana kama Jack Swigert akatuma ujumbe kwenye kituo kikuu kilichopo duniani, NASA. Ujumbe uliotumwa ulikuwa ni huu: Houston, we've had a problem. Ukiwa na maana, Houston, tumepata tatizo,
huku neno Houston lilikuwa lina maana ni kituo cha udhibiti wa safari za anga cha NASA kilichokuwa mjini Houston, ambako wataalamu walikuwa wanaongoza mission hiyo kutoka duniani. Baada ya ujumbe huo kufika ndani ya kituo kikuu cha NASA, wataalamu walianza kupanic, huku kompyuta zikionyesha kuwa chombo hicho kingeshindwa kuendelea na safari ya kwenda mwezini, na hapo ndipo dunia ilipojawa na mshangao. Baada ya taarifa kusambaa duniani kote, huku watu wakijawa na shauku kujua nini kinaendelea kwa wanaanga hao, na mara moja kauli ilitoka kutokea makao makuu ya NASA ikisema safari ya kutua mwezini ifutwe mara moja. Na sasa mission mpya ilikuwa moja tu, kuwarejesha wanaanga wakiwa hai kwa njia zozote zile, na ni lazima warudi wakiwa hai. Wataalamu kutoka NASA walikuwa wakijiamini sana, lakini hilo halikuwa rahisi, maana ndani ya chombo umeme ulikuwa mdogo sana, huku chakula na maji vilianza kupungua, na muda ulivyozidi kwenda, ndani ya chombo kulianza kuwa na baridi kali sana. Wanaanga walilazimika kuzima vifaa vingi ili kuhifadhi nguvu ya umeme iliyobaki kidogo, na wakati mwingine walilala wakitetemeka kwa baridi, huku wakijua kwamba kosa dogo tu lingetoa uhai wao wote. Dunia nzima ilikuwa imejawa na hofu, huku television na radio zilikuwa zinafuatilia kila hatua ya mission hiyo. Watu wengi waliamini wanaanga hao wasingerudi tena duniani, lakini wataalamu wa NASA hawakukata tamaa. Walitumia hesabu ngumu sana pamoja na mbinu za haraka kujaribu kutengeneza njia ya kuwarudisha salama. Siku iliyofuata, wanaanga walipewa maelekezo ya kutumia sehemu ya chombo kama boti ya kuokoa maisha, lakini haikuwa rahisi. Ili walazimu wakae tena siku kadhaa angani ili kusubiri majira ya baridi kupungua, kwani chombo hicho cha uokoaji hakina kinga imara sana dhidi ya hali ya hewa iliyokuwa huko juu, na ingetokea wangekurupuka kutoka bila maelekezo, basi hakuna hata mmoja angebakia. Baada ya siku kadhaa za mateso angani, walifanya kama walivyoambiwa na chombo hicho kilianza kurudi kuelekea duniani. Lakini tatizo lilikuwa moja tu, hakuna aliyekuwa na uhakika kama kingeweza kuingia salama kwenye tabaka la anga la mesosphere la dunia bila kulipuka, kwani tabaka hili huwa na msuguano mkubwa sana wa hewa na kusababisha joto kubwa sana linalosababisha kuyayusha baadhi ya vimondo na vyombo vingine vya anga. Mamilioni ya watu walikaa kimya wakisubiri nini kitatokea. Lakini baada tu ya kuanza safari ya kurudi duniani, ghafla mawasiliano yakakatika, na dakika chache zikapita bila sauti yoyote kutoka kwa wanaanga. Watu wengi walihisi huo ndio ulikuwa mwisho wao. Lakini baada ya siku kadhaa, sauti ilisikika tena, sauti ya wanaanga, na bado walikuwa hai. Na baada ya masaa kadhaa, chombo hicho kilionekana na kilifanikiwa kutua salama kwenye bahari, na wanaanga wote watatu wakaokolewa wakiwa hai, na kitendo hicho kusababisha dunia nzima ilishangilia kwa furaha. Tukio hilo likawa moja ya mission ngumu sana, lakini za kushangaza zaidi katika historia ya safari za anga. Na mpaka leo Apollo 13 inakumbukwa kama mfano wa uhatari wa safari ya kwenda mwezini na mapambano ya kuokoa maisha angani. Usisahau kusubscribe chaneli yetu. Hii ni The Storybook New. The Storybook.